The Wedding Cycle. Mimi na ndugu yangu tunasoma primary pamoja. Wakati wengine wanasoma, mimi kwa busy na kusoma mpenzi. Wakati wengine wanasoma, unamendea. Niko tayari nishaona langu. Yeah. Nimesoma la kwanza mpaka la 6. Yeye alikimbia. Diamond. Nasoma Diamond Primary School, Kupanga. Kupanga. Sasa kwa hicho ndio kitu ambacho ndugu marafiki wa karibu wafahamu kabisa. Wengi wanatuona, umetuona muda mrefu, lakini nadhani wengi wanakuwa ila harifa. Na nimesoma darasa moja. Darasa moja. Toka mwaka 2004. Si mchezo. Labda kama tunge describe penzi lenu sasa kwa neno moja tu, ungelipa neno gani au ungelipatia neno gani? Mimi ningesema growth. Yani I can say that tumekuwa tumekuwa pakubwa. Mimi na yeye hata hivyo tumeanza kudate. Tumeanza officially dating 2012. Wakati huo mkiwa darasa la 6. Mimi nikiwa niko form 2 ndugu yangu, form 2. Ila sasa ile distance kwa sababu tuko mbali. Wakati mimi niko shule, nilikuwa shule ya wasichana tupu, nilikuwa shule ya wavulana tupu, tulikuwa tuna yale mahusiano ya barua. Tunapika sana barua. Unaandika barua alafu huko mwishoni unaweka kile kikopa alafu na kimkuki. Kile kimkuki sije kinamaanisha nini? Hivyo kwa hiyo yani ukuaje, sababu naweza ngasema mahusiano yetu mengi yani kwa muda mrefu sana tumekaa long distance. Kiacha hivyo hata hivyo na kazi na kutoka tofauti uko kule. Kwa inakulazimu kukua na mazingira na commitment ni kitu ambacho you have to, kwa sababu umeamua kumchagua huyu upambane naye, kwa ndo you have to. Hiyo kumbe ni mapambano. Yani hivyo, and my point mimi naweza nikasema neno moja, growth, kwamba you choose to grow with the person. Unaamua kukua naye. Ana mmesoma wote primary. Mkawa pamoja hadi darasa la 6. Baadaye ilikuwaje tena mkakutana mkaanzisha hiki kitu? Na wakati mlitengana huyu akahama shule na wewe ukabaki shule hiyo. Unasema ni growth. Kwaje? Au mlikuwa mkiishi eneo moja pia? Hapa. Wakati nakaa wazazi na mimi, maana hapa sasa tunaongea huko chini ya wazazi. Nakaa Kibaha. Gloria anakaa Temeke. Kwa hiyo ukiangalia distance ni kubwa. Lakini kama wanavyosema toka awali, distance haijaikuwa kikwazo kwetu. Nadhani tumekuwa kwenye hiyo distance. Lakini pia kwenye swala la kinachoturudisha pia ni ushikaji. Sisi ni washikaji zaidi. Kinaambia mimi ni describe mahusiano yetu kwa neno moja, I would say best friends. Ni washikaji ambao tunakuwa rahisi kuongea. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongea vitu tunasaidiana, tunasukumana, tunapush, kila mtu anampush mwenzake kwa achieve malengo yake. Mwanzo ilianza hivyo. Ananipush mimi kuendelea na mishe zangu, kuona naenda wapi, naongea naye nini nataka vipi, na mimi nampush yeye kwenda napotaka. Kumbuka naweza nikaita date, lakini haikuwa date. Ile inaniuma.
Nilinunua ice cream 24. Mimi napenda ice cream. Ilikuwa mwaka gani? 2014. 2014, 24 ni sawa na 240,000. Hapana Kabisa. jamani. Napenga 2014. Kama sio 14 basi 13 mwishoni sana. Mimi nimekuwa na yani kwetu tulikuwa tuna desturi ya hata tukiwa shule, sababu mimi mamangu amekuwa kule kwenye wanaendaga kula pale ice cream Snow Cream. Kwa nilikuwa na yani ndo ice cream ambazo nazipenda mpaka kesho na anajua. Kaka nilijichanganya. Kwa hiyo na Snow Cream kidogo ice cream zao zimenyoka. Hamna. Alikuja mwenyewe. Au ningebeba huko. Kwa ice cream za 24 akapiga zote peke yake. Mimi na yeye. Tulipiga wote of course. Tulipiga wote lakini kwa mimi 12. Ice cream 24 kaka 2014. Hapo nimetoka kibaa. Si mchezo kaka. Si mchezo. Lakini pia wewe ulikuwa mpenzi wa ice cream. Kabisa. Au ulifanya kwa ajili yake? Ulikula kwa ajili yake? Amna, ni mpenzi wa ice cream lakini sio za 24. Kati yenu nyie wawili ni upi alianza kumpenda mwenzake? Umesikia sentence ya mwanzo nalokuambia? Wakati watu wanasoma anafanya nini? Wakati watu wanasoma yeye anafanya nini? Yeye anahangaika na mapenzi. Sasa mna zaidi ya miaka 10 kwenye mahusiano. Exactly. Katika safari yenu ya mahusiano mlishawahi labda kuachana, na kama mlishawahi kuachana ni mara ngapi? Bana, kuanzia leo tusijuane, tuachane, nafuta na namba yako. Zishawahi kutokea situation kama hizo? Yeah, of course, natokea. Na siwezi kusema kuachana, kama unavyoongelea tumegrow pamoja. Sisi tumejiona tukiwa wadogo. Tumejiona tukiwa wadogo, kwa hiyo kuna ukuaji. Unakuwa unahisi hiki akisio sawa, baadaye unarudi kwenye mstari, unaona ni sawa, anakuwa anaona anahitaji hiki, baadaye anarudi sio hiki. Kwa hiyo on and off imekuepo toka 2004 mpaka 2026, 22 years, umri wa mtu mzima. Kwa hiyo hapo katikati yes, atuhesabu lakini we splitted for almost I don't recall miaka mingapi, kuanzia 2012 mpaka 17, 18 mpaka 23, something miaka 5. Miaka 5, yani mkawa sasa serious kwenye mahusiano. Tulikuwa separate. Kumbe mliwahi kuachana? Yes. Miaka 5. That's the longest there. Yeah. Ni mingi. Sasa kipi kilifanya tena mkawa pamoja? Ushikaji. Kwa mliachana mkakubaliana, bwana, masuala ya mahusiano sisi tunasitisha, lakini tuendelee kuwa washikaji. Hata communication we never had that time. Hatukuwa na communication kwa hiyo miaka 5. Sasa ilikuwaje mkaja tena kuendeleza safari ambayo mlikuwa mmeshafikia hatua ya kubreak up? Moja, nadhani ni kujuana. 2, ushikaji. Ushikaji ni kitu unaona tu na kama sometimes we are friends kwa hiyo inatokea it's not something kwamba ndo umemchunia. Of course kuna ndio mwanzo mnachuniana for a time, alafu baada ya hapo unakuta ni ushikaji tu, ka post kitu umelike, nimepost kitu amelike, kwa hiyo you communicate mara moja tuka reconcile. Kati yenu wawili ni yupi ana wivu sana na mwenzake? Tasema mimi kwa mkali kidogo. Yaani unakuwa na wivu kwa wakati gani? Sasa labda akisafiri au akiwa hayupo karibu na wewe, au hata mkiwa mnatembea tu barabarani ukiona vijana wanageuka tayari ushamai. Hajafikia huko. Over the time tumekaa muda mrefu, tumeongea vitu vingi. Tumepitia vitu vingi. Kwa hiyo ukikaa muda mrefu mnajifunza kuaminiana. Yeye atakuamini na utamwamini. Of course wivu upo, lakini kuna sehemu unajua kabisa hawezi. Au hiki huyu hawezi. Umetoka primary, baadaye mkaja mkapata mapumziko kidogo,
baadaye mkaja kuendelea tena. Kwa hiyo ni kitu gani au ni moment ipi ambayo ilikufanya ukajua kabisa kwamba huyu ndiye? Ndio nisema mwanzo, ukiniambia ni describe utasema best friend, kwa sababu ni mshikaji wangu. Unajua unaongea na mtu na tumeachana, nadhani wanaume huwa tunavutiwa zaidi na akili. Kwa ile mindset aliyokuwa nayo, mindset anaendelea nayo na vitu kama hivyo, of course vinanivutia zaidi. Ukizingatia, naweza nikasema sisi tumekuwa kwenye, licha ya kwamba tunafanyaje, lakini tumekuwa kwenye, kila mmoja amekuwa kwenye maisha ya mwenzake. Graduation yake nadhani video ita surprise wazazi. Safari yangu ya kwanza ndefu ambayo nilisafiri kwa Google Map na public transport. Nilitoka Dar kwenda Lushoto. Tanga. Graduation ya form 4. Hapo wakati wewe ulikuwa na miaka mingapi? 2014. 2014. 2014. Nina kama miaka 19. Yes. Ukasafiri kutoka Dar nikaenda Tanga Lushoto. Na nyumbani uliwaaga? Hamna mtu anayejua. Of course niliaga na safiri. Lakini kusema naenda wapi na kwa nini. Ndio. Niliaga tu nitapotea siku 2-3. Kipindi hicho miaka 19 ulikuwa bado ni kijana ambaye uko chini ya uangalizi wa wazazi. Ina maana nauli za kufika hadi Lushoto ulitoa wapi? Dar es Salaam imenifundisha vingi. Naanza upambanaji kidogo nikiwa mdogo, shukrani kwa wazazi. Sisi tulikuwa tukitoka shule bwana, tunasemaga nyumbani sio shule tena. Ya shule kusoma, umeacha shule kurudi nyumbani. Mzee na mama walikuwa na slogan yao, nakwambia kurudi nyumbani ni mambo ya nyumbani. Hamna homework, hamna tuition, tunaingia kwenye maisha ya kawaida. Mzee wangu, Mzee Doto, alikuwa mfanya biashara kipindi chote. Mama pia mfanya biashara. Kwa hiyo ilikuwa kipindi ambacho kirudi nyumbani moja kwa moja unaingia kwenye biashara. Na kile kitu mimi nilikuwa napenda. Mimi nilikuwa napenda biashara toka nikiwa mdogo. Kwa hiyo kirudi nyumbani uko kwenye biashara. Biashara za mama nipo, nazijua, nazielewa. Za mzee nazielewa. Kwa hiyo na maana ile kufanya kule huwa rewards zinakuja. Kwa hiyo saving kidogo, yes, vinakuepo. Kwa hiyo ni facilitate nikatoka Dar kwenda Lushoto. Kipindi hata sijui basi gani linaenda. Nilitumia Google Maps. Napanda hadi Tanga nini. Nilifika, nilienda kwenye graduation na muda fulani nikaondoka. Kwa hiyo ulienda na kurudi siku hiyo au ulilala huko? Nilienda nakumbuka kama nilala Tanga. Nilienda nikalala Tanga, nikaenda kwenye graduation, nikarudi nikalala Tanga, nikarudi Dar. Kweli mapenzi yana nguvu. Na wewe Miss Glory, ni kipi ambacho kilifanya hadi ukajua kabisa huyu tunaweza tukafanya jambo, tunaweza tukatengeneza familia na tunaweza tukawa na future? Semaje? Namwambiaga kila siku, namwambia kitu kimoja ambacho napenda kwake, kiachana na everything, ni his mind. Ni mtu ambaye yaani giving up is not an option. Giving up kwake sio option kabisa. Hata kama anajua kabisa sasa hivi ndio mwisho wa dunia, ataenda all above, yani whatever the cause, atapambana. Ndio. Hanaga ile giving up mindset. Hanaga issue ya kusema kwamba this is failure. Kukata tamaa kupo kwenye maisha, lakini he's the person ambaye ukimpush kidogo, he's willing to take the chance. Ni mtu ambaye yuko reasonable, na kingine na maana nasema issue ya growth ni jambo kubwa sana. Nuru ni mtu ambaye yuko tayari kujifunza leo mpaka kesho. Something I truly like sana. Binadamu tunakuwa, tuna-evolve, kuna vitu tunajifunza, lakini he's willing to learn. Na ni mtu ambaye naona ni mtu sahihi, kwa sababu na mimi sio kwamba ndo nimefika mwisho.
kuna vitu najifunza, nakosea pakubwa sana, nazingua parefu, lakini ni mtu ambaye atanishika mkono, atanielekeza. Mtu ambaye tutashikana mikono, tutaelekezana. Exactly. Lakini pia kwa sababu mmekuwa muda mrefu, na maana kila mmoja anamfahamu mwenzake vizuri. Kiasi chake. Kuna tofauti kati ya kufahamu na kumjua. Mimi hapo kwenye Kiswahili sasa. Kiswahili ni kigumu. Ina maana kila mmoja anamfahamu mwenzake vizuri. Hivyo akasema hivyo. Sasa kati yenu ni yupi ambaye anatumia pesa ovyo ovyo, yani ana matumizi rafu ya pesa? Sasa hivi hayupo. Sasa hivi hayupo. Lakini mwanzo jamaa alikuwa anatumia hela vibaya sana. Na alikuwa anatumia hela kwa ajili ya haelewi imeenda wapi. Kwa hiyo haelewi chochote, anaweza kuwa na 50 asubuhi. Imeisha asubuhi saa 4 haipo. Sasa mfano anaambia nimemfundisha kuwa Mchaga. Of course, moja ya vitu muhimu ambavyo kiviangalia especially kwenye hii dunia sasa hivi jana ambayo tunapitia, kupata mtu akukute una vihela kidogo alafu akuzuie kuvitumia, sio achochewe atumie kwake, akuzuie kuvitumia, aanze ku make sense na wewe, ni wachache ambao kwa G na ni kitu kikubwa. G ana financial discipline. Nimemkuta na financial discipline kubwa. Mimi nimejikuta na uwezo wa kutafuta hela, yeye ana uwezo wa kutunza hela. Kwa ile teamwork yetu imetengeneza combination moja kubwa sana. Kubwa. Yaani kwa mimi nakuwa na uwezo wa kutafuta, yeye anakuwa na uwezo wa kutunza. Naweza nikawa najua njia ya kusave, najua njia ya kufanya, lakini kuifanya mimi na delay. Yeye ana uwezo wa kuisimamia zaidi. Kwa ile combination yetu kwa muda ambao tumekuepo na impact kubwa sana. Na Madam Glory, kama ingetokea sasa leo kaambiwa bwana achana na hii ndoa bila sababu yoyote ile ya msingi, ungekubali? Sasa hamna sababu kwa nini achane. Yaani unaambiwa tu basi hii ndoa tuna cancel. Na nani? Na nani? Aidha ni wazazi wangu hivi vita tunapiganaga, na tuelewa. Vita yetu tutapambana na kila mtu. The fact kwamba ni decision ambayo nimeamua mimi na yeye, it's something we'll stand on. Tutasimamia maamuzi yetu. Sio kwamba nasimanga kila siku, sio kwamba ni yeye ameniforce mimi ama mimi nimemforce yeye kwenye hii, yani kwenye hii journey ambayo tunatake wote. Ni kitu ambacho tumeamua wawili. Ingekuwa ni kuna nguvu somewhere imetupush kulazimisha, ingekuwa ni heka. Mr. Nuru, ni kitu gani ambacho unatarajia siku ya harusi yenu? Kitu ambacho unakitarajia, yani unakiangalia kwa ukubwa kwamba siku ya harusi bwana lazima iwe hivi na hivi na hivi. Cha kwanza, mimi huaga najuaga sio mtu wa sherehe. Kwa maana ya sherehe zangu, ukirudi nyuma kabisa, unaweza usikute picha za sherehe yangu. Sio birthday, sio graduations. Mara nyingi huwa na skip. Yaani naona bwana hamna. Huwa nashabikiaga sherehe za watu. Kinaambia una harusi yako, nafunga safari na kuja. Kwa hiyo nakuwa karibu na Glory. Kwanza nimeanza kufurahia sherehe. Siku hizi nafanya birthdays. Yaani birthday ni event ambayo inakaa unaikumbuka. Kitu ambacho hakikuwa. Birthday inaweza kapita, mimi mwenyewe ndo nashtuka, ilipita juzi. Lakini siku hizi nakumbuka, naifurahia ikija na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye sherehe kubwa kama hii ya muunganiko wetu takatifu, natamani watu waje. Cha kwanza, kwa sababu sisi pia kwa kuwa ni marafiki muda mrefu, unajua hata marafiki tunashare. Yaani marafiki zangu mimi
wanaweza kaja kwenye harusi sio kwa sababu yangu, wakaja kwa sababu yake, kwa sababu ni marafiki zake. Kwa hiyo ni kwenye harusi na kitegemea kikubwa ni kwamba watu waje wafurahi nami. Ni milestone. Watu mara nyingi wanakuja jioni tumeshafunga ndoa. Sisi kitu chetu cha kwanza ni kufunga ndoa. Funga pingu za maisha, Mungu atuongoze na vitu kama hivyo. Lakini ile sherehe jioni wakiwepo watu tutafurahi kweli kabisa kutoka moyoni. Tukacheza, maana kwenye harusi nimepanga kuwachezea. Tukacheza, tukafurahi, tukala, basi nitafurahi sana. Hii ndio expectation yangu kubwa. Watu watana lakini pia tufurahi. Miaka 5 Glory unajiona wapi sasa baada ya ndoa? Miaka 5 baada ya ndoa. Baada ya ndoa miaka 5 mbele. Watoto 14. We. Wanatoka wapi 14? Watoto 14 hivi. Wawili. Miaka 5. Technically wawili. Kipiga vibaya mmoja. Inasemanga ukiamua kumpenda mtu, truly kumpenda mtu, you accept the things. Kwa hiyo anasema vizuri, na hisi the thing ya kusema labda ni ule mstari wa Korintho 13. It explains a lot kuhusu upendo. Kwa hiyo watu tu wawe na uvumilivu na mtu ambaye umechagua kuwa naye. Sasa hivi labda kuna mtu anaangalia ambaye hayupo kabisa kwenye mahusiano na hajawahi labda kuingia huko, na either yuko kwenye mahusiano lakini sio mahusiano yale yenye future, mahusiano yenye malengo. Mna kipi cha kumshauri sasa? Mimi nadhani kwenye mahusiano upendo peke yake hautoshi. Yeah. Nadhani nimejifunza kwamba upendo peke yake hautoshi, kwa sababu kuna muda upendo unafika unaisha, sio nisema unaisha au unapungua. Kwa hiyo upendo peke yake hautoshi. So ili awe vizuri, au yakae muda mrefu, au yafike mbali, kuweka malengo pia ni jambo la msingi sana. Na malengo gani? Target ni wapi? Mnaenda wapi? Wewe unaelekea wapi? Huyu ambaye uko naye unaambatana naye au ni kila mtu na njia yake? Kwa hiyo kwenye swala la upendo, yes, lakini lazima kuwe kuna malengo. Unajua familia zetu za Kiafrika bana, kuna wakati mzazi unamshirikisha jambo fulani, alafu anapinga labda huyu hapana, kabila gani sijui na nini. Unaona huyu hakijamwelewa hivi na hivi. Mliwahi kukutana na hizo changamoto kwa wazazi baada labda ya kumwambia bwana nimepata mchumba, baba nimepata mchumba, au mama nimepata mchumba na mchumba wangu ni huyu hapa, baada ya kumuona kuna vipingamizi vyovyote au changamoto zozote mliwahi kukutana nazo? Mimi kwanza nawashukuru wazazi pande zote mbili, kwangu na kwa Chi. Yaani ile jambo lilivyoenda, namna sisi tulikuwa tuna mipango yetu. Sisi tulikuwa na mipango yetu toka awali. Kama swala la ndoa, swala la engagement, najua sasa hizo watashtuka, lakini sisi tulikuwa nalo 2 years back. Miaka miwili nyuma. Tushalipanga miezi. Na hiyo miaka 2 nyuma wazazi walikuwa nafahamu au mlikuwa ni kimya? Wazazi walikuwa wafahamu. Na hilo wazo mtadumu nalo kwa muda gani hadi kufikisha kwa wazazi? Wazazi tulianza kuambia, of course wazazi tulianza kuambia taratibu ile ya mbalimbali kwamba mama kama, lakini sio rasmi. Yaani kama anaona naye kama lakini nakumbuka
Naambia wazazi kama mwezi wa 10. Something like that. Mwezi wa 10 alafu mwezi wa 10 naambia mwezi wa 11 mimi nataka niende kwenye engagement. Ina maana mwezi wa 11 mwaka jana. Kama wiki 3. 2025. Kama wiki 3. Wazazi walipewa kama wiki 3 tu. Watu wanasemaga usiweke public mambo yako. Hii ina apply hata kwenye mahusiano. Very much. 100% naweza nikasema hata sio 90. Sasa kuna mtu anatamani kufahamu na apply hivi. Adui haache asichokijua. Kabisa. Hakuna mtu atakuja kupiga vita kitu asichokijua. Nikikuona hauna direction yoyote, nikikuona upo nasema yupo tu. Lakini nikiona potential yako, nikiona future yako hata kwenye maisha tu ya kawaida, inapoonekana potential ndo vita inapoanza. Vita ianzi wakati wewe upo tu, hamna mtu anajua unaenda wapi. Kwa kwenye mahusiano it's the same thing. Atakuwepo mtu ambaye anaona tu yupo bwana pale, lakini anamdanganya. Au wale wanadanganyana. Kwa hiyo wanapofika mahali ukaonyesha potential ni hii, na maana unakuwa umeleta vita. Enemies wanakuja. Hawezi sisi tuna msemo wetu tunasema toka mwanzo. Adui hawezi kuattack kitu asichokijua. Yes. Kwa hiyo inasaidia. Usiri, shida hapa kwenye usiri huwa definition inakuwa kubwa. Usiri sio katikati yetu. Wanapokuambia sisi tulikuwa na mipango 2 years. Tunataka ndoa tufunge mwezi fulani, tunataka ndoa tufunge muda fulani, tunataka engagement iende muda fulani. Hii ni mipango yetu sisi mwanzo. Lakini kwa sisi tuko aligned, sisi tuko pamoja, sisi tunaelewa. Lakini hatuitoe kwa watu wengine. Tunaanza utekelezaji. Kama mipango ili iende, tunahitaji tupite steps hizi, tuanze kuzifanya, tuanze kufanyaje. Ambayo yametusaidia mpaka kufika leo. Na ni kitu gani labda ambacho mlihisi kwamba hiki tutakipata kwa gharama nafuu, lakini mlivyoingia sasa mnakitaji mkakutana na bei ambayo hamkutarajia kabisa? Swala la keki. Keki. Na mtu ameenda kuulizia keki sehemu fulani, bei aliyoambiwa ni triple the amount aliyokuwa ameipanga kichwani. Alikuwa amejipanga na anasema 600,000, 700,000 maximum. Anaenda kuambiwa keki ya send off 1,800,000. Mara 3 mpaka amerudi amepata set back. Akasema ngoja kwanza aheme kwanza upya. Pande wangu. Unajua wanaume na mapambo Unaona hela nyingi lakini usielewi. Kuweka yale maua afu yatoe alafu ndio kokote. Alafu umelipia hela. Kuna namna nadhani wanaume na maua. Unaona kama ni sherehe kisha labda maua. Bebe uende nayo. Bebe uende nayo. Ilikuwa ni mwezi kuja tukaachana na haya mapambo. Kwangu nimekuwa surprise na mapambo. Gharama uliyokutana nayo sio uliyoifikiria. Kwanza una picha nzuri kichwani, unataka kitu kizuri, unajua kitu kizuri. Lakini gharama unayoambiwa kidogo nadhani labda kwa sababu pia sisi ni mwanaume. Swala la mapambo, maua na bei unaosikia unaona simnipe tu nyeje bila maua. Natamani basi njoni tu hivyo njoni tule tunywe tucheze, hamna haja ya kupamba ukumbi. Mimi nadhani ndio kidogo nimekuwa surprise. The Wedding Cycle.